Na mtazamaji mpendwa wa Mfilipi Media Injili kwa wote, hujambo? Jina langu ni Filipo Josephat Kizale, nikiwa hapa katika parokia ya Nyakasangwe, na hapa tumemtembelea padri mdogo kuliko wote ndani ya jimbo Katoliki la Bagamoyo, na mkurugenzi wa mawasiliano jimbo Katoliki la Bagamoyo. Huyu si mwingine ni Father Joseph Nkusi. Tuko naye hapa. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Unaendeleaje na utume? Naendelea vizuri. Karibuni parokia Mtakatifu Francisco wa Asizi, Nyakasangwe, jimbo la Bagamoyo. Asante sana. Kwanza nikupongeze. Mwaka jana nilikuja parokiani kwako na nikatembelea site ya ujenzi wa nyumba ya mapadri ambayo tunaiona hapo nyuma. Hongera sana kwa kazi kubwa ambayo umeifanya. Nashukuru sana kwa kunipongeza, lakini juhudi hizi ziende kwa waamini kwa jinsi wanavyojitoa na wanavyotunga mkono sisi mapadri wao. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Waamini wa parokia ya Nyakasangwe, heshima kwenu na muendelee na utume. Hakikisha huyu padri mdogo kuliko wote ndani ya jimbo Katoliki la Bagamoyo anakuwa hana stress na yeye anachapa kazi na pamoja na hayo yote, Father Joseph Nkusi kama padri na kasisi wa kanisa Katoliki ambaye anamwakilisha baba askofu Stefano Msomba katika jimbo hili la Bagamoyo, anazo kazi nyingi sana za kufanya katika parokia ya Nyakasangwe. Lakini leo tumemtembelea tukitaka kujua yeye ni mkurugenzi wa mawasiliano jimbo Katoliki la Bagamoyo. Uteuzi huu alipousikia kwa mara ya kwanza kwamba yeye anakuwa kwenye mawasiliano na ni mtu wa mawasiliano pia, alijisikiaje? Ulijisikiaje baba? Asante sana ndugu yangu Mfilipi pamoja na Mfilipi Media. Ndio. Kwa kweli bibi, nilipokea kwa shukrani. Ni kitu ambacho sikukiwaza wala sikukitarajia. Ni neema ya Mungu ilimshukia askofu wangu, askofu wetu Stefano Lameck Musomba. Na kaona basi kwa kipindi hichi ninaweza nikastahili kukaa katika nafasi hiyo, kusudi nikishirikiana naye kwa maongozi yake tuweze kushirikiana na vyombo vya habari ambavyo vipo katika mazingira yetu, tuhakikishe injili inafika kwa kila mmoja. Kwa kweli mimi binafsi namshukuru sana baba askofu kwa kunipatia nafasi hii, japo si msomi sana katika hiyo taaluma, lakini nitatoa nilicho nacho kuweza kushirikisha ulimwengu karama na kipaji ambacho amenipatia Mungu katika mawasiliano, katika kuipeleka injili kwa watu wote. Naam. Nakufahamu vizuri sana hasa katika matamanio yako kwenye mawasiliano. Tangu ukiwa shemasi ulikuwa na matamanio sana, na mara nyingi tumekutana kule Kisakishali, nilikuwa naona ile vision yako ya kutaka kwamba watu wapokee habari mbalimbali za kanisa, hasa kupitia hii mitandao yetu pamoja na vyombo vyetu vya habari. Labda ni mkakati gani sasa uliopo sasa kuhakikisha kwamba vyombo vya habari ndani ya jimbo Katoliki la Bagamoyo na waandishi wa habari pia mnashirikiana kwa umoja kuhakikisha kwamba jimbo hili ambalo ni jipya na linajengeka, na mwashamba baba askofu Stefano Msomba anatoa like kwamba jimbo hili ni bado ni changa, ni jipya, basi kila kitu ni kipya, tunapaswa kushirikiana kulijenga? Asante sana ndugu yangu Mfilipi. Swali zuri sana na ni sahihi. Uchosema ni sahihi kwa faida ya watazamaji wetu na wasikilizaji pengine. Ni kweli mimi kwenye media nipo na napenda. Kwa nini? Ulimwengu sasa hivi upo kwenye mitandao. Watu wengi huenda wakawa waji kanisani, lakini wengi wana simu na wengi wanafuatilia yanayoendelea katika ulimwengu huu. Nitoe mfano kipindi kile cha mchakato wa baba mtakatifu. Huyu baba mtakatifu leo tulokuwa naye, karibu watu wengi walikuwa wanafuatilia, wawe ni Wakristo ama wengine sio Wakristo, na wengine ni wa imani zingine walikuwa wanafuatilia. Lakini kilichowezesha kufuatilia na kupata mambo jinsi yalivyokuwa yanakwenda, na watu walikuwa na shauku kuona moshi mweupe unatoka saa ngapi. Utafikiri yule kiongozi akitoka ni wa kwao, ila tu shauku ile ni kwa sababu ya teknolojia, ni kwa sababu ya media. Ni kwa sababu ya mawasiliano. Kwa hiyo mimi nimeona ulimwengu wetu sasa
umepiga hatua na umechanja mbuga sana katika mawasiliano hayo. Kuna watu wanaponywa kwa kuangalia mahubiri na mafundisho kwa njia ya simu. Kabisa. Kuna watu ni wagonjwa wako vitandani, uweze kwenda hospitali, lakini ana uwezo wa kuangalia television. Kabisa. Akaona vipindi vya sala, akaona litania mbalimbali zinasaliwa, novena. Wengine pale wanapata nafasi ya kusikia maaskofu wanasema nini. Umeona? Kwa hiyo kwa kupitia simu na tuseme mawasiliano ya njia ya simu, internet na kadhalika, watu tunawafikia kwa urahisi sana. Kabisa. Umeona? Sasa nikija kwenye swali lako la nimejipangaje kama mkuu wa idara. Ndio. Kwanza nitafuata miongozo ya aliyoniteua, yani askofu wangu. Ndio. Kwamba yeye pia tunatembea kwenye maono yake. Anatamani vyombo vya habari viendeje, vijiendesheje na vitamsaidiaje katika kulikuza na kulitangaza jimbo. Kwa hiyo lazima tashirikiana naye. Sawa sawa. Mimi tamani lokuwa nayo. Kwanza kushirikiana na vyombo vya habari ambavyo vipo. Tunavyo vyombo vichache ambavyo vimefika kwetu na ambavyo vimeweza kufanya nao mkutano kidogo na kupanga mambo kadha wa kadha, ikiwemo Radio Maria, Jugo Media na sasa Mufiripi. Mufiripi tunafahamiana muda mrefu. Tunaendelea kuvisajili vyombo vyote hivi ambavyo vipo katika mazingira yetu. Alafu tutampelekea majina baba askofu avitambue. Kwamba hivi ni vyombo, hawa ni wanangu wanaonisaidia kufikisha injili huko, hata mitaani, hata kwenye vijiwe, hata kwenye vyuo vikuu, watu wapate injili, wahubiriwe. Lakini pia tutakuwa na namna jinsi ya kuweza kupeana taarifa. Kwa sababu nimeshuhudia kipindi kile nikiwa jimbo kuu la Dar es Salaam, misa inaanza, mnashangaa vyombo vya habari vimekuja, hamjui vimetokea wapi. Wamekuja tu wako pale. Sasa kwa utaratibu waandishi wa habari wanajua uwezi kwenda kwenye misa ama tukio kubwa kama lile unafika unaanza kuchukua maudhui bila kumtaarifu mkuu wa eneo lile. Unaweza kukuta siku hiyo mkuu wa eneo ana mambo mazito ya kuzungumza na watu wake. Sasa unamnyima fursa ya kuwarekebisha ama kuwanyoosha watu wake. Na wakati mwingine ujumbe anaweza kautoa ukawa unaishia mazingira yale. Lakini chombo cha habari kinafika mbali. Si ndio Mufilipi, nyinyi mna watu ambao labda kwa Marekani, wengine Uingereza, wengine Italy. Kwa hiyo mtu wa Italy anaweza katazama, anamsikia padri anazungumza juu ya habari ya jogoo ameibiwa, sijui sasa anasema hivi vitu mbona sisi havitusaidii kitu. Lakini vyombo vya habari vikitoa taarifa kwa mhusika kwamba tutakuja, nampa fursa yule paroko ama padri ama hata baba askofu kuandaa kitu cha kulisha watu wengi, kushibisha watu wengi, kwa sababu vyombo vya habari hivi vinakimbia haraka sana na vinafika mbali mno na kwa wakati. Kwa hiyo nitashirikiana na vyombo vya habari vilivyopo na tutamuomba baba askofu atusaidie kwa kutuwezesha kiuchumi kadhalika, ili tuwe na nguvu katika idara hii, ikiwemo kuanzisha labda chombo maalumu cha habari cha jimbo kama radio ama TV ama television au YouTube online TV na kadhalika, lakini kutangaza vivutio vilivyokuwepo jimboni. Wote tunafahamu jimbo la Bagamoyo ni jimbo kale, mlango wa imani na vitu vingi vizuri sana. Kuna makumbusho pale ya misionari walioingia, kuna majengo ya kale yaliyojengwa pale, seminari za zamani. Kuna vitu vingi hivyo na ni eneo la hija pia. Kwa hiyo tukitumia media ambazo zinafika mbali, mtu ambaye labda yuko Sumbawanga au Shinyanga, paroko ambaye yupo kule anaweza kutamani kuja na vijana wake kuonesha mahali imani ilipoanzia. Na watu wakapata mafundisho pale, kwa sababu wako wataalamu wako pale, wakawaelekeza, mtu anarudi tofauti na alivyokuja na imani yake inaongezeka. Kwa hiyo sio kama nimejibu kwa usahihi, lakini ni hivyo. Bila shaka ni umejibu kisahihi kabisa. Na mimi nipende kukupongeza, lakini pia na sisi tuko kwenye harakati za kwenda kumuona Mwashamba baba askofu ili walau tushirikiane kwa pamoja. Tunafahamu kazi yoyote ambayo ina ushirikiano huwa inakuwa ni njema. Tayari wenzetu wamesha itambulisha, lakini na sisi
watafika hivi karibuni, lakini tunafurahi kwanza kukutana na mkurugenzi wa mawasiliano kwa sababu hili ni jambo kubwa sana. Labda katika tumalizie hapo kwenye mawasiliano, neno lako labda sasa kwa waandishi wa habari, ni general waandishi wa habari ambao hasa ni wa kanisa, wito wako kwao. Umezungumza kwamba utashirikiana nao, lakini ni vema wito wako kutokana na yale ambayo wewe utapata mwongozo kutoka kwa baba Askofu Stephen Msomba. Asante sana. Mimi ushauri wangu na wito wangu kwenu, karibuni Bagamoyo. Bagamoyo ni salama, kila mmoja anakaribishwa. Umezungumza habari za vyombo vya kanisa, lakini hata vyombo vya watu binafsi, vyombo vya serikali, karibuni. Binafsi nitawapa ushirikiano wa 100%. Karibuni tushirikiane, kwa sababu hata vyombo vya serikali vinatazamwa pia na Wakristo pia. Vinatazamwa na watu ambao wanatamani kusikia neno la kimungu, wanatamani kusikia mafundisho ya Mungu na amri zake na maelekezo yake. Tunawakaribisha, msio mkaona tunawatenga. Tunawakaribisha, karibuni jimboni Bagamoyo. Kuna fursa nyingi, kuna mambo mengi, kuna matukio mengi sana. Njoni tushirikiane kutangaza imani, njoni tushirikiane kufundishana maadili, njoni tushirikiane pia kuitangaza nchi yetu ya Tanzania. Asante sana.